Lucy alikuwa mwanamke wa miaka 30, aliyeishi maisha yake yote bila kuwa na mtoto wala mahusiano ya kimapenzi ya kudumu. Haikuwa kwa sababu hakutamani. Moyoni mwake alitamani sana kuwa mke na mama. Kila alipowaona wanawake wenzake wakibeba mimba au wakitembea na waume zao, moyo wake uliumia kimya kimya. Lakini Lucy hakukata tamaa mbele za watu. Alivaa tabasamu lake la kawaida na kuendelea na maisha. Lucy alikuwa mrembo sana, mwenye mvuto wa asili na akili kubwa. Kupitia bidii na nidhamu, alifanikiwa kimaisha. Alikuwa na biashara iliyokuwa imesimama imara, duka na nguo la kisasa katikati ya mji, nyumba nzuri katika mtaa wa watu wenye hali nzuri, na maisha ya kujitegemea ambayo watu wengi wangeona kama ndoto iliyotimia. Hata hivyo, mafanikio yake yakawa kama kikwazo kwa upande wa mapenzi. Sehemu ya pili. Majaribu yasiyofanikiwa. Wanaume wengi aliokutana nao hawakumwona Lucy kama mwanamke wa kumpenda, bali kama fursa ya kunufaika na mali zake. Alitambua hilo mapema na akaamua kuachana nao. Mmoja aliomba mkopo wa muda mfupi ambao haukurudishwa kamwe. Mwingine alizungumza maneno matamu, lakini alimtumia Lucy kumlipia maisha yake ya anasa. Mwingine tena alidhihirisha upendo mkubwa, lakini Lucy aligundua ana mke na watoto nyumbani. Miaka ilivyopita, Lucy alitumia pesa zake na muda wake kutafuta mume na hata njia za kupata mtoto. Alienda kwa waganga, wakunga na washauri wa mahusiano. Alikutana na watu wengi. Alisali kila usiku hadi machozi yakamtoka. Alijaribu kila njia halali aliyoweza kufikiri, lakini kila alipojaribu mambo hayakwenda sawa. Wengine walimdharau kwa sababu ya umri wake, wengine walimdanganya wakimwambia wanampenda, lakini walitoweka baada ya kupata kilichotaka, na wengine hawakuwa sahihi kabisa kwa maisha yake. Sehemu ya tatu. Usiku wa giza. Mara nyingi alilia usiku, akiwa amejifunika na blanketi yake, akijiuliza kwa sauti ya dhaifu, kwa nini mimi Mungu? Je, nimekosea nini? Je, nisitahili kuwa na familia yangu? Maswali haya yalimfuatilia hata katika usingizi, yakimfanya aotoke mapema asubuhi akiwa na macho yaliyouvimba na moyo mzito. Rafiki zake walimfariji, wengine wakimshawishi aolewe tu na mtu yoyote ili angalau awe na familia. Lakini Lucy hakutaka kuolewa tu kwa ajili ya kuolewa. Alitaka upendo wa kweli, uhusiano wa kina, mtu ambaye atamthamini kwa jinsi alivyo, si kwa alichonacho. Miaka 28, 29, 30, kila mwaka uliopita uliongeza uzito wa kutokuamini na hofu kwamba labda maisha yake yatakuwa hivyo milele, peke yake, yenye mafanikio, lakini bila upendo na familia. Sehemu ya 4. Mabadiliko ya moyo. Siku moja, baada ya kukata tamaa kabisa, baada ya kuomba kwa mara ya 1000 na kupokea majibu lisilo, baada ya kuangalia pete za uchumba zilizovutiwa katika madirisha ya maduka, baada ya kuhudhuria harusi ya ndugu yake wa 5, Lucy aliamua kubadilisha mtazamo wake. Alimwambia mwenyewe, sitaogopa tena kuishi maisha yangu. Sitamsubiri mwanaume kunifanya nijisikie muhimu. Ninayo nguvu, nina uwezo na nina roho nzuri. Nitamtumikia Mungu kwa njia ninayoweza, na ikiwa ni mapenzi, ni mpango wake, huja kwa wakati wake. Akaacha kumtafuta mwanaume kwa nguvu na akaamua kuishi kwa ajili ya amani ya moyo wake. Akaanza kujihusisha na kazi za kusaidia jamii, hasa watoto yatima. Kila Jumamosi, Lucy alikwenda katika nyumba ya yatima ya Tumaini Jipya, akiwapa watoto mahitaji yao, akiwasomea hadithi, na wakati mwingine tu akikaa pamoja nao akiwasikiliza. Sehemu ya 5. Mkutano usiokusudiwa. Ndipo miezi 3 baadaye alipokutana na Daniel. Daniel alikuwa mwalimu wa shule ya msingi, mtu mpole, mwenye heshima, asiyevutiwa na vitu vya kimwili. Alikuwa mtoaji mzuri wa chakula katika nyumba ya yatima, akifika kila Jumamosi na mkoba wa matunda, vitabu na tabasamu joto. Mara ya kwanza Lucy alimuona,
Hakufikiria chochote maalum. Alikuwa mwanaume wa kawaida, wakati asiye na sura ya kuvutia sana, lakini alikuwa na kitu kingine, utulivu na huruma iliyoonekana machoni mwake. Wakaanza kuzungumza kidogo hapa na pale, wote wakiwa na lengo moja, kuwasaidia watoto. Daniel hakumvutia Lucy kwa maneno matamu au zawadi kubwa. Hakumuuliza kazi yake, gari lake au nyumba yake. Badala yake, alikuwa na maswali kama, je, unafikiri watoto hawa wanahitaji nini zaidi kuliko mahitaji ya kimwili? Au, Lucy, ni nini kinachokufanya ufurahi sana maishani? Sehemu ya 6. Ukuaji wa urafiki. Polepole, bila Lucy kutambua, urafiki wao ukageuka kuwa kitu zaidi. Wakaanza kukutana kwa ajili ya kahawa baada ya ziara za nyumba ya yatima, wakizungumza kuhusu maisha, imani na ndoto zao. Daniel alimsikiliza Lucy kwa umakini, si tu kujibu, bali kwa kweli kumsikia. Alimwelewa wakati alipoeleza huzuni yake, hukumu ambazo alizidhania kutoka kwa watu, na hata hofu zake siri. Kwa mara ya kwanza, Lucy alihisi kupendwa kwa dhati, si kwa anachomiliki, bali kwa anayekuwa. Daniel hakuwahi kumuuliza Lucy alikuwa na nini, bali alikuwa na nani. Hakumsumbua kwa simu za kila dakika, lakini kila alipowasiliana, maneno yake yalikuwa na maana. Hakumpa zawadi za gharama kubwa, lakini alimpatia kitabu alichofikiri atapenda, au alimletea ua moja la waridi kutoka bustanini mwake, akisema, nilikumbuka wewe asubuhi hii. Sehemu ya 7. Kipindi cha hofu na matumaini. Hata hivyo, Lucy alikuwa na hofu. Akamwambia rafiki yake wa karibu, Sarah, naogopa kumkubali Daniel. Je, ikiwa hii pia ni mchezo? Je, ikiwa ataniacha kama wengine wote? Sarah alimjibu, Lucy, hakuna uhakika katika mapenzi, lakini unaweza kuona jinsi anavyokutazama. Yule mwanaume anakupenda kwa kweli. Mpe nafasi. Kwa miezi 3 baadaye, Lucy alijaribu kumsukuma Daniel mbali, akimthibitisha kwa njia mbalimbali. Mara moja alimwambia kwa hasara za uongo, hunifahamu Daniel, mimi ni ngumu, nina sifa ngumu, sina subra kwa watu. Daniel alimtazama tu kwa upole na kumwambia, nina muda wa kujifunza, mimi si mtu wa haraka. Mara nyingine, Lucy alipofikia usiku wa giza wa kihisia, akamwandikia ujumbe mrefu akimwambia anafaa kuondoka, kwamba hana kitu cha kumtolea. Daniel alijibu tu, sitaondoka isipokuwa utaniambia wewe mwenyewe uso kwa uso kwamba hutanitaka, na hata hivyo nitakuwa hapa kama rafiki. Sehemu ya 8. Uchaguzi wa upendo. Hatimaye Lucy aliamua, akamkubali Daniel kwa moyo wote, bila ulinzi, bila mashaka. Na kwa kweli Daniel hakumbadilisha. Alimpa usalama na upendo aliyoukosa kwa miaka mingi. Baada ya miezi 6, katika mchana wa kuhani wa Jumamosi, Daniel alimpeleka Lucy kwenye bustani ya umma iliyokuwa na maua ya rangi mbalimbali na miangaza ya jua yakipenyeza kati ya matawi. Pale, mbele ya watoto wachache wanaocheza mbali, akamsimamisha Lucy, akamshika mikono na kusema kwa sauti iliyotetemeka kidogo kwa hisia, Lucy, sitaki kuishi siku nyingine bila kukuambia kwamba wewe ni ndoto niliyomwomba Mungu. Utakuwa mke wangu. Akampiga goti, akamtolea pete rahisi ya fedha yenye jiwe dogo la bluu. Si ghali, lakini ilipendeza kwa upendo uliokuwa nyuma yake. Lucy alilia, akakubali, na si muda mrefu wakafunga ndoa katika sherehe ndogo lakini yenye maana, waliohudhuria familia, marafiki na watoto wa nyumba ya yatima waliopiga kelele za furaha. Sehemu ya 9. Ndoa na matarajio. Lucy aliingia kwenye ndoa akiwa na hofu na matumaini kwa wakati mmoja, lakini Daniel alimpa usalama na upendo alionkosa kwa miaka mingi. Hakuwa mume kamili, mara nyingine alikuwa na uchovu, mara nyingine alikosea, lakini alikuwa mwaminifu, mpole na alimwelewa Lucy kwa namna ambayo mtu mwingine hakuwahi kumwelewa. Miezi ilipita katika raha ya kujenga maisha pamoja.
wakapanga bustani ndogo nyuma ya nyumba, wakapika pamoja jikoni, wakaangalia nyota usiku wakizungumza kuhusu ndoto zao za siku zijazo. Lucy hakuwa ameolewa kwa miaka, lakini sasa alihisi kama amekuwa amenyimwa kitu muhimu tangu kuzaliwa, na sasa amelipata. Lakini bado kuna kitu kimoja ambacho Lucy alikiomba: mtoto. Sehemu ya 10. Kipindi cha hofu mpya. Miezi kadhaa baada ya ndoa, Lucy hakuwa amebeba. Aliogopa sana hadi hakuweza kuzungumza na Daniel juu yake. Alianza kuuliza mwenyewe maswali ya hofu. Je, Mungu amenipa mume lakini hatatupa mtoto? Je, hii ni kipimo kingine? Wakati mwingine alilia chumbani akiwa peke yake, akifikiri kwamba labda wote walizaliwa na zawadi fulani na yeye hakuwa miongoni mwao. Daniel alipoona mabadiliko katika Lucy, utulizifu wake, machozi yake ya ghafla, njia ambavyo alijitenga, alimuuliza kimya kimya, Lucy, ni nini kinachokusumbua? Lucy alijaribu kudanganya, lakini hatimaye alivunja na kumwambia ukweli wake wote: hofu, uchungu wa maisha ya awali na tamaa ya kuwa na mtoto. Daniel alimshika mikononi na kusema, tunasubiri pamoja. Haijalishi muda gani itachukua, na hata ikiwa haitatokea, wewe ni zawadi yangu kubwa zaidi. Sehemu ya 11. Baraka isiyotarajiwa. Miezi mitatu baadaye, katika asubuhi ya wastani kabisa, Lucy alihisi tofauti. Akafanya mtihani wa nyumbani wa mimba, mikono yake ikitetemeka. Baada ya dakika 2 zenye msisimko, mistari 2 mekundu ilidhihiri. Alipokelewa na furaha, hofu na imani yote kwa wakati mmoja. Alilia kwa furaha, akamkimbia Daniel kazini, akafika akipiga hodi mlangoni mwa darasa lake na machozi yakimtiririka. Daniel alimuona, akajua mara moja. Akamkumbatia, wote wakilia, wakishangilia, wakishukuru Mungu kwa sauti na machozi. Miezi ya mimba yalikuwa changamoto. Lucy alipata kichefuchefu, maumivu ya mgongo na wasiwasi wa kawaida wa mama wote wa kwanza. Lakini kila alipomsikia mtoto akicheza tumboni, alifahamu kwamba safari yake ndefu ya miaka 30 haikuwa bure. Sehemu ya 12. Kupata zawadi. Baada ya miezi 9 kamili na katika dakika 9 za uchungu mkali lakini wa matumaini, Lucy alimleta duniani mtoto wake wa kwanza. Mtoto wa kiume, mwenye afya njema, mwenye macho makubwa yaliyofanana na ya mama yake na pumzi yenye nguvu kama ya baba yake. Alipomsikia mtoto akilia kwa mara ya kwanza, Lucy alijua safari yake ya miaka 30 ya kusubiri haikuwa bure. Akamkumbatia mtoto wake kifuani, akisema kwa sauti ya chini, karibu mwanangu, umekuwa ukinisubiri na mimi nimekuwa nikikusubiri. Mungu hajasahau. Daniel alisimama karibu, machozi yakimtiririka, akiwatazama mkewe na mwanawe, familia ambayo aliwahi kuiomba tu katika maombi yake ya usiku. Leo, Lucy ni mke mwenye furaha na mama mwenye shukrani. Hadithi yake ikawa ushuhuda kwamba kuchelewa sio kukataliwa, na kwamba kile Mungu anakipanga huja kwa wakati wake mkamilifu. Na huko nyumbani, kwenye ukuta wa chumba cha mtoto, kuna alama ndogo iliyoandikwa kwa mkono: subira huvuta heri.